daktari yupi ambaye analipwa vizuri zaidi kati ya yule ambaye ni medical doctor na yule pengine daktari wa ubongo au daktari wa magonjwa ya moyo? Unadhani daktari gani analipwa? Nguvu zako nyingi, research zako na project unazozifanya na portfolio kwenye eneo fulani. Kwa hiyo inakurahisishia kuwa efficient zaidi na kufanya kitu. Package design, au mimi nafanya UI and UX design, au mimi nafanya motion graphics. Nini maana ya niche? Company profile, vitu kama vitambulisho, letterhead, invoice. Kwanza neno ambao ni technical kidogo, labda uirahisishe kwa mtu ambaye ndio nataka nifafanue. Umeona? Kwa hiyo unaweza kuwa unafanya brand identity lakini una print yako specific unafanya, au una print company profile utaprint mwenyewe, tayari utapata hela kwenye printing vile vile. Umeelewa? Mtu atakuja na kitabu kingine na brand, kwa sababu unapofanya kazi na kampuni inakuwa inafanya vitu vingi. Unapofanya kazi na businesses, wale watu wanafanya vitu vingi. Kwa wakati mwingine watahitaji service nyingine inayohusiana na unachofanya. Sasa faida wewe Karibu tena kwenye Joel Media Podcast. Wiki iliyopita tulizungumza kuhusiana na namna ambavyo unaweza ukaanzisha biashara yako ya graphic design na kuweza kufanikiwa. Lakini leo tutazungumza kuhusiana na niche, namna ambavyo unaweza ukaanza kuchagua niche, ukazijua nini maana ya niche na umuhimu wa kuwa na niche kama graphic design. Hii inakuhusu wewe graphic designer. Hapo ulipo usiondoke. Mimi ni Elkana, content creator. Nipo na Joel Kadaga ambaye ni CEO wa Joel Media. Karibu sana Mr. Joel. Asante sana. Nimeona mada ya leo ni mada nzuri pia ambayo itawezesha watu waweze kujifunza kuhusiana na niche. Yes, kwa hiyo nafurahi kwa sababu tutaenda kushare madini mengi. Kikubwa tu usiondoke, kaa hapo mpaka mwisho. Karibu sana. Maana yake wiki iliyopita tulizungumza kuhusiana na namna ambavyo mtu unaweza kufanikiwa kupitia biashara, lakini biashara ya graphic design. Lakini watu wameendelea kuuliza, nawezaje kuanza biashara, nawezaje kufanya biashara? Tukaona tuje na mada nyingine ambayo itamsaidia mtu kujiposition katika biashara. Sawa. Nashukuru sana. Sawa, tuanzie kwenye kiini kabisa. Nini maana ya niche katika graphics? Okay. Kwa namna rahisi ambayo itamfanya kila mtu aweze kuelewa. Kwa mfano, kuna madaktari tofauti na walevu tofauti na vitengo tofauti. Kwa mfano, daktari ambaye amesoma miaka 5 darasani anaitwa general doctor au general practitioner. Sawa, au medical doctor. Yes, nafahamika hivyo. Sasa MD. Sasa yule daktari akienda kusomea specific kuwa daktari wa ubongo, tunasema amespecialize kuwa daktari wa ubongo. Akienda kusoma kuwa daktari wa mambo ya ngozi, nasema wao amespecialize kwenye mambo ya ngozi. So hiyo ndio niche. Sawa? Amespecialize kwenye niche fulani. Sio unielewa? Yani amekuwa specific kwenye jambo. Exactly. Hiyo ni maana rahisi zaidi mtu kuelewa. Sasa hata kwenye graphics pia iko hivyo. Mtu unaposomea kitu fulani una uwezo wa kuspecialize zaidi kwenye jambo fulani na ukajenga utaalamu kwenye eneo hilo. Maana rahisi tu ya kuweza kumuelewesha mtu ni kwamba niche ni hali ya kuchagua eneo au soko maalum wewe kama designer ambalo unalilenga ili uweze kulifikia. Yes, kwa hiyo unachagua eneo fulani kwamba mimi nataka nijikite kwenye kutengeneza logo au brand identity. Kwa hiyo kwenye eneo hilo utahakikisha kwamba unajenga utaalamu wako pale ili kuhakikisha kwamba unawahudumia vizuri wateja wako kwenye eneo la brand identity. Na faida yake ni kwamba ukispecialize kwenye eneo moja itakusaidia sana kuweza kujenga thamani kubwa na iwe rahisi wewe kuweza kulipwa. Kwa sababu mfano mzuri kama nilivyokuwa nasema kwamba unadhani ni daktari yupi ambaye analipwa vizuri zaidi kati ya yule ambaye ni medical doctor na yule pengine daktari wa ubongo au daktari wa magonjwa ya moyo? Unadhani daktari gani analipwa vizuri? Mara nyingi naona ambao wanakuwa wanalipwa vizuri ni wale ambao wamespecialize, kwa sababu utakuta kuna wakati mwingine mko sehemu fulani, labda mko mkoa fulani, mnaambiwa mwezi huu watakuja madaktari wa meno, watakuja madaktari bingwa wa meno, au kwenda tu kienda hospitali kwenda kumuona daktari huyo, inachukua muda kidogo. Sio kila hospitali na ina daktari bingwa. Kwa sababu yule mtaalamu amespecialize kwenye eneo lile, ndio maana analipwa zaidi. Kwa hata kwenye graphics unaweza kufanya hivi kwamba mimi nitajikita kwenye print and publication design. Kwa hiyo wewe kama mtaalamu wa eneo hilo, kwa sababu utajenga ujuzi kwa kiasi kikubwa, tutazungumza huko mbele kuhusu faida. Lakini faida moja wapo ni kwamba utapata malipo zaidi. Yes. Japo wengine wanaogopa kwamba nikiwa natengeneza logo peke yake,
italetea shida. Of course tutazungumza mbele huko, ziko changamoto pia za kuspecialize, lakini pia kwa kuzingatia nature ya mazingira yetu ya Tanzania na nchi ambazo zinakuwa kwenye industry. So tutajaribu kudadavua na kueleza hivyo vyote, ni vitu gani ambavyo mtu anatakiwa awe navyo makini na avizingatie wakati anachagua niche, na ni vitu gani pengine havifanyi kazi kabisa kwenye setting ya mazingira yetu. Okay. Yes. Asante. Nafikiri maana imejitosheleza. Sasa yes. Nini umuhimu wa kuamua kuchagua niche? Nini umuhimu wa kuwa na niche? Okay, yes. So kuchagua niche kunaweza kumsaidia mtu mambo kadhaa. Kwanza kabisa kujenga utaalamu. Kwa sababu kumbuka kwamba graphic design ni pana. Unaweza ukawa una design posters, unafanya logo design, uko kwenye print and publication, unafanya UI and UX na mengine. Sasa ni vizuri zaidi mtu ukispecialize kwenye jambo moja, itakurahisishia zaidi kujenga utaalamu. Kwa maana unakuwa mtaalamu specific kwenye hilo eneo, kitu ambacho kinakuwa na advantage kwako, kwa sababu ukijenga utaalamu vizuri kwenye eneo fulani, ukijenga uwezo au ujuzi mkubwa kwenye eneo fulani, utafanya kile kitu kwa ubora. Faida ya kwanza kabisa ni kwamba mtu atajenga utaalamu kwenye eneo hilo na atafanya kazi kwa ubora. Hiyo ni faida ya kwanza. Lakini faida ya pili ya mtu kuchagua niche nzuri ni malipo. Yes, okay, ni malipo. Yes. Kwa mtu anayechagua niche fulani ni rahisi zaidi kulipwa vizuri, kwa sababu amespecialize na amejenga utaalamu kule. Na watu huwa wanapenda kuwalipa watu kulingana na niche fulani. Kwa iko hivi, mtu yoyote anapenda kuhudumiwa au kupewa huduma na mtu ambaye ni mtaalamu. Kwa hiyo for that being said ni kwamba mtu ukispecialize kwenye eneo fulani, watu watakuona kama wewe ni mtaalamu. Ukisema mimi ni brand strategist, ndio. Kuna namna ambavyo umejitengeneza ambapo mtu ni lazima atakulipa, kwa sababu anajua wewe uko nondo kwenye hilo eneo na unatoa thamani kubwa. Okay. Kwa hiyo utalipwa vizuri. Yes. Lakini kitu kingine au faida nyingine ya kuchagua niche, itakusaidia kujenga brand. Kujenga brand kwa maana utajitofautisha na washindani wako. Kwa sababu ukiangalia kwa mfano sasa hivi ukiingia kwenye mitandao, utaona kila mtu anajiita graphic designer. Sasa wewe unavyojispecialize kwamba mimi ni packaging designer, nafanya package design, au mimi nafanya UI and UX design, au mimi nafanya motion graphics, unakuwa tayari umeshajitenga miongoni mwa makundi ya watu wanaofanya kitu ambacho kinafanana na wewe. Kwa hiyo unakuwa na advantage kubwa ya kujitofautisha kwa wengine zaidi. Okay. Umeniona? Yeah. Yes. Kwa hiyo hapo itakusaidia zaidi kuweza kufanyaje? Kujenga brand yako na watu waweze kutofautisha, kwamba wakifikiria tu kwamba tunataka kazi fulani, watakufikiria wewe na watu wamfikiria graphic design. Watakufikiria wewe kama mtaalamu kwa sababu uko vizuri kwenye hilo eneo. Kwa kutoka kwenye kundi la watu wengi, yes. Utaonekana wewe kwamba unafanya kitu cha tofauti. Okay. Na watu wanataka utofauti, wanataka wafanywe kazi na mtu ambaye amespecialize kwenye jambo fulani. Okay. Yes. Lakini faida nyingine ya kujitofautisha au faida nyingine ya kuwa kwenye niche fulani au niche specific kama designer, inakusaidia kuweza kujua inakusaidia kuweza kufanya marketing vizuri. Kwa maana kwamba inakurahisishia katika kufanya marketing. Si umeelewa? Yes. Unapokuwa unafanya kila kitu basically kwenye marketing, huwa utangazi kampuni. Unachotangaza au kuuza ni service au bidhaa. Sawa. Sasa ukiwa uko kwenye specific niche, ni rahisi zaidi hata kujifanyia market. Kwa maana unavyo market unasema bwana, sisi tunafanya brand strategist. Kwa kama unataka logo, wasiliana na sisi. Kwa mfano mtu umespecialize kwenye printing, au umespecialize kwenye branding and signature ya maofisi na kadhalika, unasema sisi tunatengeneza mabango ya 3D na 2D. Unaona ilivyo rahisi kumarket. Kwa hiyo mtu specific anajua mimi nikienda Joel Media nitapata service ya nini, ya kufanywa bango la 3D au la 2D. Umeona? Kwa hiyo inakurahisishia zaidi kujitengeneza soko. Yes, unatoka kwenye competition. Unakuwa specific kwenye eneo fulani. Na mtu akikufikiria tu atakuwa anafikiria kwamba wewe brand yako ulivyojiposition na marketing unavyofanya, huyu mtu nikienda nitapata huduma hii. Umeelewa? Okay. Yes, kwa hivyo ndivyo ambavyo inaenda. Lakini faida nyingine ya mwisho kwa leo ni kwamba inakusaidia kutumia energy vizuri. Kwa maana kwamba kwa sababu ushajua exactly eneo fulani lina soko la namna hii,
basi unakuwa unatumia maarifa sahihi kwa walengwa sahihi na kuto kutapanya nguvu na kujaribu kutaka kufanya kila kitu. Kwa hiyo utatumia nguvu katika namna nzuri. Hautapanyi nguvu kwamba leo nitadesign poster, leo nitafanya hiki. Wewe uko specific kwenye eneo lako. Kwa hiyo nguvu zako zinatumika vizuri na unaleta impact kubwa kwenye biashara yako. Kwa hiyo unakuwa hubahatishi. Badala kupost leo motion, leo kitu fulani, kitu fulani. Yes, kwa hiyo uta invest nguvu zako nyingi, research zako na project unazozifanya na portfolio kwenye eneo fulani. Kwa hiyo inakurahisishia kuwa efficient zaidi na kufanya kitu kwa ubora. Yes. Okay, sawa, asante. Lakini kabla hatujafika huko na kutaka kwenda kwenye mada yetu, nimepata swali wakati unaendelea. Vipi kitu kibongo inalipa? Design inalipa. Design inalipa, lakini ya kuchagua niche. Ya kuchagua niche. It's okay. Tunaweza tukasema kwamba of course sio rahisi sana kuchagua niche direct wakati unaanza design. Yes, wakati unaanza design. Lakini kwa sababu hata niche kuna kipindi ambacho tunashauri mtu aweze kuchagua. Lazima ugeneralize kwanza. Uanze kufanya design ya kawaida, posters na kila kitu, ujue kwa ujumla nini unapenda. Kwa sababu tutakuja kuzungumza huko mbele ni vitu gani vya kuangalia unapochagua niche. Lakini kiukweli ni kwamba inalipa. Lakini lazima uwe makini. Sawa? Kuna niche ambazo zinalipa vizuri kabisa, lakini kuna niche zingine zina changamoto. Okay. Yes. Tutakuja kuzungumza. Nimeanza kukuelewa, nafikiri swali langu nitaliweka mwishoni. Yes. Sawa. Kingine ninakushukuru kwa majibu hayo. Lakini kingine niche. Yes. Kuna aina ngapi za niche? Unajua tunaweza kusema niche. Sasa kuna aina ngapi za niche kwenye graphics watu waweze kuzijua? Okay, sawa. Niche ziko nyingi na ukisoma literature, vitabu, kila wataalamu wanaeleza niche kwa namna yao ambao wanaiona. So mimi nitaeleza niche kwa setting ya bongo na zile ambazo zinafanya kazi vizuri. Kwa leo tutazungumzia niche kama 8 za graphic design. Kwa maana wakati mwingine niche unaweza kusema ni aina, matawi au makundi ya graphic design work. Kwa hiyo tutajikita kuelezea makundi 8 ambao mtu yeyote anayetutazama anaweza akafikiria kuanza kuchagua au kuangalia ni eneo gani anataka kujikita, au kuchagua hata maeneo mawili kwa sababu kuna maeneo mengine yanafanana au yanaendana. Yes. Kwa niche ya kwanza kabisa ya graphic design ni brand identity. Wengine wanaita logo design. Kiufupi hapa kama designer kazi yako kubwa inakuwa ni kuzisaidia kampuni, biashara au taasisi kutambulika sokoni. Biashara ili itambulike inahitaji iwe na logo, iwe na specific color wanazotumia, kama ni brand inayojielewa zaidi wawe na font specific wanazotumia. Lakini pia wawe na business card, wawe na company profile, vitu kama vitambulisho, letterhead, invoice na vitu vyote vinavyo resonate na brand husika. Kwa kama mtaalamu wewe unaweza kuwa umejikita kwenye kuhakikisha kwamba unafanya hivyo vitu. Na wateja wako unawalenga makampuni yanayoanza, makampuni ambayo yanaendelea nataka kujibrandi, biashara mpya zinaanzishwa kila siku, kuna biashara ziko muda mrefu hazina logo au hazina brand identity. Wewe unafanya kazi ya kuzitengenezea na kuzipa muonekano hizo kampuni au taasisi. Na unaweza kuwa shahidi kwamba hizo ni moja ya kazi ambazo tumekuwa tukizifanya kwa kiasi kikubwa hapa ofisini kwetu. Yes, na zina watu wengi. Kwa hiyo kila siku biashara mpya zinaanza. Kwa hiyo ukijiposition kwenye hiyo niche kwamba wewe unajikita katika kuhakikisha kwamba unasaidia biashara kutengeneza nini? Kutengeneza muonekano, kutengeneza identity waweze kutambulika kwa watu. Hiyo ni niche ya kwanza. Sawa? Niche ya pili ya graphics inaitwa advertisement and promotion design. Ambao hii tunajikita katika kutengeneza marketing material au promotion material mbalimbali zitakazoisaidia biashara iweze kutambulika sokoni. Matangazo kama ni vipeperushi, unatengeneza posters za kushare, unatengeneza vitu kama roll-up banner, unatengeneza vitu vyote ambavyo ni vya kuprint zaidi, billboards, vyote ambavyo tunaviprinti kwa ajili ya kupromote biashara. Kwa hilo ni eneo ambalo unaweza kujikita kuhakikisha kwamba unazisaidia kampuni au biashara, na ina soko kubwa kwa sababu watu kila siku wana print, wanagawa peperushi, wanatengeneza roll up banner, wanaweka billboards na kazi kama hizo. Si umenielewa? Na niche ya tatu ya design ni social media branding au social media marketing design.
hapa tunahusika, au hii ni niche ya design ambayo inahusika katika kutengeneza vitu vyote ambavyo vinatumika digital, yani marketing material au promotion material ambazo zinatumika digital. Kwa mfano hapa tunazungumzia posters kwa ajili ya social media, kutengeneza thumbnail kwa ajili ya YouTube channel, kutengeneza email cover kwa ajili ya kutumia kwenye email, na vitu vingine, blog post na vitu vingine vyote ambavyo vinatumika kwa ajili ya digital. Kwa hiyo iliyopita ambao ni marketing and advertisement, yenyewe mara nyingi zaidi hapa nazungumzia zaidi vile vitu ambavyo tuna viprint au vitu ambavyo tuna share kwenye ulimwengu ambao ni offline. Lakini hii social media marketing yenyewe ina deal zaidi na vitu ambavyo tunavishare digital kwenye mitandao ya kijamii pamoja na internet kwa ujumla. Yes. Niche nyingine ni ya 4 itakuwa ni print and publication design. Sasa hii ni niche ambayo specifically imejikita kwenye nini? Kwenye publication na uzalishaji wa material ambazo tuna print. Kwa hiyo unaweza kuona kuna baadhi ya niche ni kama zinaingiliana au zinahusiana. Kwa hiyo hapa sasa utarudi kutaja vitu vile vipeperushi hivyo, company profiles zinaingia hapo, roll up banners, utazungumzia billboards, vitabu, magazine, business card, na stationery kits zingine ambazo zinahitajika ziprintiwe. Kwa hiyo kama design unaweza kaamua baadaye kujikita kufanya tu hizo kazi na ukawa vizuri zaidi na kusaidia kuweza kutengeneza income kama designer. Yes, lakini niche nyingine ambayo kama designer unaweza kaifanya au kahusika nayo ni motion graphics. Yes, hii inahusisha kutengeneza matangazo ya video, vitu ambavyo ni vya motion. Japo video production ni kitu kingine ambacho kinajitegemea, lakini hapo nazungumzia kutengenezea commercials za TV, animation za logo, kutengeneza intro za vipindi, na vitu vingine ambavyo viko related na hivi. Kwa hiyo yenyewe ni motion graphics zaidi. Yes. Niche nyingine ya graphics inaitwa UI and UX design. Yes, hii UI and UX design ni aina ya graphic design ambayo inajikita kwenye kutengeneza zile interface, mionekano. UI ni user interface na UX ni user experience. Kwa kwenye kutengeneza website, kumza neno ambao ni technical kidogo, labda uirahisishe kwa mtu ambaye yes, ndio nataka nifafanue hapo kwamba UI ni user interface na UX ni user experience. Sasa huyu ni designer wa aina gani? Kwenye kudevelop app au website huwa kuna kitu kinaitwa front end na kitu kinaitwa back end. Back end ni upande ambao mtu anayefanya development, kama ni kutengeneza kufanya coding au kama anatumia tunaita content management system builder, basi huko ni upande ambao ata install plugin, theme na kuhakikisha kwamba website au application inakuwa na muonekano. Sasa front end ni upande wa mbele, ni kile ambacho sisi kama watumiaji tunachokiona. Kwa zile button, namna muonekano wa ile application au website ilivyokaa, ambao ndio tunaita interface, huko hizo kazi zinafanywa na graphic designer. Okay. Yes, kwa kama design unahusika kwenye kutengeneza hivyo vitu, mionekano ya namna hiyo. Yes, kwa kama unataka kufanya kazi na software company, watu wanaofanya development za website na nini, basi unaweza kujikita kwenye hilo eneo, kwa maana ukafanya kazi ambayo itakusaidia kufanyaje, kuwawezesha wale watu waweze kutengeneza hizo application na website. Okay. Yes, kwa hiyo mionekano wewe utahusika kuitengeneza. Yes, sio niche ambayo ni popular sana na inajulikana, yes, lakini unaweza kuona kwamba ni moja wapo ya niche ambayo ipo na inafanya vizuri, na kadri muda unavyoenda ni niche ambayo inapata uhitaji mkubwa sana, kwa sababu sasa hivi ukiangalia application na website ziko nyingi na zinaendelea kuongezeka na uhitaji unakuwa kila siku. Kwa hiyo ni moja ya niche ambayo ni nzuri. Yes, lakini niche nyingine inaitwa office branding, au unaweza kusema branding hasa ambayo inahusisha maofisi, interior design na vitu vingine, ambavyo hapa sasa sana tunazungumzia utengenezaji wa mabango, kwa mfano ya 3D, mabango ya 2D, kufanya branding kwa ujumla ya ofisi, kama ni interior design, yes, kufanya decoration, hizo zote pia ni design. Yes, kwa kama design unaweza kutengeneza mock-up nzuri inaonyesha labda event itakuwa hivi au ndani ya ofisi kutakuwa hivi, then kama designer sasa unaenda kuna mashine mbalimbali zinazotumika kukata, kuna laser machine,
kuna CNC machine ambazo unaweza kukata mabango na vitu vingine ambavyo vitafanya uweze kublend na uweze kuipa vizuri muonekano wa ofisi yako. Na designer wakati mwingine unakuwa unashindwa kujua sasa kuna vitu gani. Kwa mtu akisema yeye ni graphic designer lazima umuulize kwamba je, wewe uko kwenye niche gani? Au unafahamu nini kuhusiana na graphic. Na wakati mwingine nilikuwa nasema hapo kwamba of course unaweza kusema niche zinafanya kazi. Sema kuna namna ambayo unajiposition. Kwa mfano, kuna baadhi ya niche, kwa mfano unaweza kusema mimi nataka nijikite kwenye aina fulani ya design. Kuna baadhi ya niche Bongo hazifanyi vizuri. Kwa sababu ya namna soko lilivyo. Kwa mfano, kama unataka kufanya print design, usiishie design for print. Yaani unasema mimi nitakuwa na design vipeperushi na roll up banner then mimi nimemaliza. Hautoiona pesa. Ili uweze kuiona pesa, ingia moja kwa moja kwenye print. Kwa kama ni print wewe unajua kudesign, then nunua mashine, anza kuprint na uweze kutoa service kwa ujumla. Hiyo itakupa pesa. Yes, kwa hiyo itakupa pesa vizuri. Yes. Sawa, asante. Sasa nawezaje au designer anawezaje kuchagua niche itakayomfaa? Ni vitu gani ataviangalia? Sawa. So kuna vitu vingi ambavyo kama designer anaweza kaviangalia. Na vitu hivyo vinategemeana na level aliyopo mtu, amejifunzaje, mazingira yake yakoje. So let's talk kuhusiana na hivyo vitu. Kwanza kabisa ni interest. Yes, inategemeana kwanza wewe unapenda nini. Mtu tu mwingine anapenda kutengeneza logo, icons, rangi na kila kitu. Basi wewe nenda moja kwenye brand identity. Fanya brand identity. Lakini mtu mwingine anapenda kuonekana mionekano ya ofisi kikaa hivi, ua hili kikaa hapa, mchoro kichoro hapa, kiweka sticker hapa, vitu vikakaa hivi. Jifunze interior design, wewe deal na mambo ya decoration na ufanye branding za maofisi na maeneo mengine. Do you see? Yes, lakini pia mtu mwingine anaweza kawa anapenda kitu kama print, anapenda design ikiwa printed. Hizo zote ni interest. Nenda kwenye printing design. Yes, lakini pia kuna niche nyingine very very important tulikuwa tumeiacha. Packaging design. Yes, very very important. Kwa maana kwamba hii ni niche ya design ambayo inahusika au inajikita katika kutengeneza packaging za bidhaa. Yes, sasa hivi kuna almost kila mtu yuko capable kuanzisha bidhaa yake. Iwe ni digital product au ni physical product ya kushikika. Sasa hizi kuna viwanda, kampuni na watu binafsi, wajasiriamali wengi wanatengeneza bidhaa kila siku. Kwa hiyo unajikita katika kutengeneza zile packaging za bidhaa. Yes, kwa hiyo ni moja ya nani. Yes, kwa hiyo nitaendelea hapo, of course watazamaji wako watanisamehe. Kwa hiyo cha kwanza tumesema ni interest, cha kwanza. Yes. Cha pili ni level. Uko level gani kwenye graphic design? Mwanzoni nashauri kama unaanza design, jifunze vitu vyote kwa ujumla. Jifunze design ni fundamentals, jua vizuri kuhusiana na packaging ikoje, print design ikoje, general ufahamu, upate maarifa ya ujumla. Then baadaye sasa kwa level uliopo unaweza kupata sasa mimi nimeshajua general. Sasa nataka ni dive zaidi, niende nikajikite kwenye package design. Basi jifunze software zingine za 3D, ujue vizuri kutengeneza mockups na vitu vingine. Na vitu vingine ambavyo vitakusaidia wewe kama designer kuweza kugrow. Si unanipata Ndio. Lakini kama umejifunza design kwa kawaida, unaweza kusema sasa hivi niko kwenye level hii, ngoja nijifunze zaidi kuhusiana na brand identity, jifunze zaidi kwa wataalamu na watu waliobobea kwenye hilo eneo, itakusaidia kuweza kukua na kufika pale unapo. Yes, unataka. Yes. Hiyo ni ya pili, si ndio? Kwa hiyo hapo. Kwa hiyo manake kuchagua niche ni sawa na wanapotaka kuchagua combination baada ya kumaliza form 4. Yaani lazima kuna vitu unavijua kwanza vyote. Alafu baada hapo ndo uchague sasa kitu gani unakwenda. Yaani hapo umeniuliza swali la msingi sana. Kuna mtu jana akanitafuta WhatsApp akaniambia bwana mimi nataka nijifunze packaging design, typography, akanitajia vitu kama vitatu hivi. Lakini nikafikiria nikamuuliza iko hapa message nitakuonyesha. Nikasema sasa huyu mtu kuna uwezekano mkubwa nilivyojaribu kumhoji nikagundua kwamba hana background yoyote ya graphics. Yes, kwa sasa hapa watazamaji wako wanatakiwa wazingatie. Hauchagui niche ya graphics ndio hujui chochote kuhusiana na graphics. Lazima uwe na fundamentals. Umejua software au umejua hichi kinafanyikaje. Then baadaye ndo unajikita kufanyaje kwenye package. Kwa sababu kinachotokea tu ni kwamba wewe unajikita kufanya kile kitu, unasoma zaidi kuhusiana na ile industry. Kwa sababu unachotaka kuelewa kwamba graphic designer ni mtu ambaye anaistadi biashara anayoifanya. Kwa kama unafanya packaging, basi jua watu wa cosmetics
huwa wanafanyaje packaging zao, nini cha kuzingatia. Sawa. Watu wa medical kama ni madawa watu wanafanyaje, ni product, kwa mfano ni product tofauti zinazalishwa China au wapi, ni product gani packaging yake huwa inakuwaje, kwa ni vitu gani vya muhimu vya kuweka kule. Industry ni kipi ni mwiko kukifanya, ni makosa yapi unatakiwa kuyaepuka. Kwa hiyo graphic unakuwa unajua kabisa kudesign package vizuri tu ukiwa designer wa kawaida. Lakini sasa unaamua kujikita ile eneo ujue exactly nini zaidi kinafanyika. Hicho ndio ambacho wanatakiwa watu waelewe. Sio kwamba designer wewe hujui chochote unasema mimi nataka niche fulani unaanza kujifunza niche. No. Hiyo sio sawa. Umeona? Hicho ni kitu ambacho hakiwezekani. Hapo sawa. Sawa, basi tuendelee na inaofuata. Hatua inayofuata. Njia nyingine au kitu kingine ambacho kinaweza kusukuma kuchagua niche fulani, tumezungumzia interest, tukazungumzia na level hiyo. Lakini kitu kingine ni swala la profitability, faida iliyoko kwenye hiyo niche fulani. Umeona? Unataka uangalie zaidi pia. Kuna niche zingine hutakaa uwe millionaire. Sawa? Zinakufanya tu upate kazi za kawaida. Can you imagine unafanya tu posters za kawaida? Utafanya posta ngapi ili utengeneze milioni? Utengeneza posta nyingi sana. Sawa, na posta ambazo zinalipa vizuri ni chache mno, kwa sababu labda iwe ni event kubwa, watu wanataka kuhost event fulani, umepata project ya kudesign nini, unaweza ukapata pesa nyingi. Kwa maana ni kazi ambazo hazina hela nyingi kama ukifanya kazi moja. Otherwise ukijiongeza zaidi ukasema sasa mimi niunganishe ujuzi wangu wa graphics wa kudesign posters, nifanye social media marketing, kwa maana niwasaidie wafanyabiashara kuwatengeneza posters za mitandao ya kijamii, then uscale kwa namna hiyo ndio utaweza. Lakini kuna niche zingine kabisa ukiamua kujikita, kwa mfano unaingia kwenye printing. Soko ni kubwa, kila siku watu wana print, una mashine zako kaziweka sehemu, unaanza kumarket, ni rahisi kutengeneza profit kubwa kuliko ukichagua niche nyingine ambayo ni kuwafanyia tu kitu ambacho sio physical. Na ukizingatia kwamba sisi kwetu sisi huku watu hawathamini sana service. Yaani mtu ukimwambia tunakudesignia logo kwa 500,000 na kushangaa logo 500,000 ni ngumu mtu kuweza kukubaliana na hicho kitu. Lakini tofauti ukimprintia kitu kampa kitabu kama hichi kitabu nimekuprintia kwa 10,000, ukiprint copy 5,000 tayari una hela nzuri. Kile kitu ni mtu anakithamini. Kwa hiyo lazima pia uelewe profitability iko wapi kwenye soko leo. Umeelewa? Lakini jambo la mwisho, angalia pia fursa. Kwa maana angalia fursa ya biashara kwenye hilo eneo iko wapi zaidi. Kwa maana kwamba sasa kwa eneo nililopo mimi naona kabisa nikitoa hii service ni rahisi zaidi kutengeneza pesa kuliko aina nyingine. Kwa hiyo ukichagua hivyo itakusaidia kwa kiasi kikubwa kuweza kufika pale ambapo unataka. Kuna mambo mengi mazuri hapo. Hapo lazima uwe makini sana usije kaingia mkenge. Unajua kwenye uchaguzi ni jambo moja la msingi sana. Kuna mtu mmoja huwa anamfuatilia, alishaye kusema kwamba hata unapopeleka CV yako kwa mtu, usipeleke kitu ambacho ukipende. Ukipata kazi utakapoanza kufanya zile kazi utajikuta huko kwenye matatizo. Yaani unafanya kitu ambacho ukipendi, kwa hiyo unafanya kazi kama adhabu. Utafanya kazi kama mtumwa sasa. Sababu hiyo itakusumbua. Na pia hata kwenye niche hapo ukimesa hapo. Ndio maana sababu ya kwanza kabisa au kitu cha kwanza nilisema ni interest. Interest ni kitu unachokipenda. Kwa hiyo ukifanya kitu unachokipenda you will never get tired. Utakuwa unafanya kitu lakini unaenjoy. Hutachoka yani. Hutachoka. Sawa. Nawezaje kuikuza niche yangu ambayo tayari nimeichagua kama mimi ni designer? Sawa. Kwanza kabisa ni kujifunza, kwa sababu ukichagua niche it's like umetoka degree unaenda masters. Unaenda kudive in detail kuhusiana na kile kitu ambacho unakisoma. Kwa hiyo humo ndani utafanya research, utaandika dissertation, utafanya a lot of things. Kwa hiyo utasoma zaidi specific kwenye kile kitu. For that being said, hapo ni kwamba kama designer sasa hapo ni wakati sahihi wa kusoma zaidi. Zijue tools vizuri zinazotumika kwenye hilo eneo ili uwe vizuri, lakini pia share hizo kazi ambazo unafanya. Kwa mfano huo sasa ni upande wa marketing. Anza kupost sasa hizo kazi watu waone, tengeneza portfolio nzuri kwenye hilo eneo ambalo ni niche yako. Endelea kujifunza zaidi na ustiki kwenye hilo eneo. Usianze kurukaruka kuposti hiki, unaposti hiki. Utatoka kwenye track. Ukifanya hivyo yote itakusaidia kujenga brand yako kwenye hilo eneo na watu watakufahamu kama mtaalamu kwenye hiyo niche, na mwisho wa siku utafanikiwa na kufika pale unataka. Ndio. Sawa, jambo jingine?
Nadhani ukifanya hayo ni muhimu, atakusaidia na utafika mahali ambapo yes pata kufanya ufanikiwe zaidi. Okay, sawa. Asante kwa hilo. Lakini pia ni changamoto ipi ya kuwa na niche moja? Unajua watu wanataka pesa bwana. Okay, sawa. Kuna challenge of course. Kwanza kabisa challenge kubwa ambayo unaiona. Challenge kubwa naiona kwenye kuchagua niche ni self doubt. Yaani ukiwa umechagua niche fulani utaanza kudoubt mwenyewe kwamba natoboa kweli. Hivi kweli mbona huyu fulani anapiga hela kwenye hii? Wakati mwingine ukiangalia watu wengine zaidi, mbona huyu anafanya kila kitu? Sasa hiyo inaweza kukupoteza kwenye track. Na kuna wakati fulani unaweza kupitia kuna wateja utawakosa. Hiyo pia uwe nayo aware. Kwa sababu unapochagua niche fulani na maanisha watu wengine wanaweza wasije kukupa kazi. Kwa sababu wanaamini wewe unafanya tu kitu fulani specific. Umeelewa? Japo tutakuja kuzungumza kwenye episode nyingine kuhusiana na changamoto za graphic designer. Moja ya changamoto ni watu kutokujua wanachotaka. Hiyo ni challenge ya kawaida. Kwa hiyo sasa ukichagua niche kuna watu utawakosa hasa pale ambapo unaanza, kwa sababu watu wataelewa tu kwamba wewe unafanya tu kitu fulani ufanye. Lakini as times goes utaanza kupata wateja specific wa hiyo niche na ni watu watakuja wanaojua wanachotaka na itakuwa rahisi wewe kuweza kugrow na kufanikisha kwenye hilo eneo. Kwa hiyo ya kwanza kabisa ni mwenyewe kujidoubt, kujifeel kwamba hii nitatoboa kweli, lakini ya pili ni swala la nini? Swala la kuanza kukosa baadhi ya wateja fulani. Kitu ambacho huwa hakidumu, baada ya muda fulani kita disappear, kwa sababu utaanza kupata wateja wa niche yako na itakusaidia kufika pale ambapo unataka. Yes. Okay. Basi hapo kidogo kuna hitaji umakini sana. Yes, natakuwa ukiamini unachokiamua, ukiamini unachokichagua, kwa sababu it is not overnight process. Ni kitu ambacho kina take time na itafika mahali kitakaa kwenye mstari. Na in fact ni kwamba sio kwamba ukichagua niche hizo kazi zingine utopata. No, watu wakishajua wewe ni designer, na uzuri ni kwamba unaweza ukafanya na vitu vingine. Hata kazi zingine zitakuja, kwa sababu mteja akija, kwa mfano mteja amekuja anambia anataka unifanyie brand identity. Mteja akikuja ufanyie brand identity, utamdesignia logo, si ndio? Umemfanyia color, umemfanyia typography, utamtengenezea business card. Sawa? Atataka roll up banner, utamtengenezea. Company profile utamtengenezea. Posters utamtengenezea. Unaona unarudi kwenye niche zingine pia. Umeona? Kwa hiyo unaweza kuwa unafanya brand identity lakini una print yako specific unafanya, au una print company profile utaprint mwenyewe, tayari utapata hela kwenye printing vile vile. Umeelewa? Mtu atakuja na kitabu kingine na brand, kwa sababu utapofanya kazi na kampuni inakuwa inafanya vitu vingi. Unapofanya kazi na businesses, wale watu wanafanya vitu vingi. Kwa wakati mwingine watahitaji service nyingine inayohusiana na unachofanya. Sasa faida wewe kujua ile general graphic design ndio itakapokuja kwako wewe, kwa sababu tayari unakijua, ingawa specialize kwenye kitu fulani. Umeelewa? Lakini kitu kingine, ili graphics design ikulipe pia, you need to build a team. Itafika mahali you have to do is kama biashara. Huwezi kufanya wewe kila kitu. Itafika mahali utahaya watu wengine ambao wako vizuri kwenye niche nyingine. Kwa hiyo utachukua kazi za watu na utafanya. Umeelewa? Yes, kama una mawazo ya kuwa mkubwa na unataka kuenda mbali. Lakini kama unafikiria tu kama nitafanya mimi, no, itafika mahali hutoweza wewe mwenyewe kugrow zaidi. Utahitaji watu wengine kwenye timu join ili mfanye kitu kikubwa zaidi. Yes. Okay. Mimi ni kushukuru sana kwa ajili ya hilo. Nafikiri sina maswali mengine, lakini kama watazamaji watakuwa na maswali, wanaweza akaendelea kucomment na tutawajibu kulingana na kile ambacho wameuliza. Nikushukuru kwa ajili ya leo, kitu ambacho nimekizungumza. Nikukaribishe tena wakati mwingine. Usijali, mimi nipo na tutaendelea kushare, na by the way mada ziko nyingi tutaendelea kushare hapa. Lakini mtazamaji pia, kama una mada au una swala lolote ambalo unatamani tulizungumzie hapa kwenye hii podcast, share na sisi kwenye sehemu ya comment, au unaweza ukatu reach out kupitia namba zetu za simu na maelezo yanayopita hapo chini, ili tuweze kujibu au kufanya kipindi zaidi kuhusiana na hiyo mada, ili tuweze kujifunza. Lakini kama naona unatamani siku moja ukae na sisi hapa tuzungumze, acha tufanye mawasiliano, tunaweza tukapata wakati mzuri wa kushare zaidi maarifa. Lakini pia kama unahitaji kufanya branding ya ofisi yako, Joel Media tunafanya hiyo kazi. Kwa wale ambao wanahitaji kujifunza zaidi, unaweza ukatutafuta kupitia contact zetu ambazo zinapatikana hapo kwenye description, au ambazo ziko hapo zinapatikana hapo chini. Lakini pia wewe unahitaji kufanya branding ya ofisi yako, kutengeneza matangazo ya 3D, kutengenezea posters, kutengeneza company profile, tuko kwa ajili yako. Karibu tena wakati mwingine.